Mwingine anachati. Tuko kwenye maombi wapendwa. Tuko kwenye maombi. Nani aliyekuleta? Si umekuja mwenyewe. Muda wa maombi unapofika, mwite Mungu aje atatue yaliyo ya kwako. Lakini mtu anachati. Mwingine ibada inaendelea anachati. Mwingine ibada inaanza ndio anatafuta choo kiko wapi. Sikiliza nikwambie, siwezi kukulaumu na sijakulaumu, lakini kupitia ibada ya leo nikiona ibada inaanza, mtu amesimama, mtumishi yoyote hapa, alafu mtu anachati ama mtu anaanza kwenda huko nje, ujue kabisa huyo mtu ni mwanadini kabisa, farisayo mmoja kabisa kabisa kabisa. Haiwezekani mtu ambaye ameshafunikwa na uwepo wa Mungu alafu eti ibada inaanza yeye anatoka. Usihangaike na akili zake. Ndio maana nimesema nafsi ya mtu imebebwa na roho. Kuna roho nyingine iko ndani ya huyo mtu. Lakini mchana wa leo Mungu anaenda kuachilia uwepo wake. Hiyo roho itaondoka. Hiyo roho inayozuia usiolewe itaondoka mchana wa leo. Hiyo roho inayozuia usioe itaondoka mchana wa leo. Kuna roho za kukataliwa. Kuna mavazi ya kukataliwa watu wamevishwa. Ukienda kwa manabii wanasema toa sadaka ili tuweze kuondoa hilo vazi. Sikiliza, yuko Roho Mtakatifu peke yake. Haikutolewa sadaka, alishuka siku ya Pentekoste. Haikutolewa sadaka, aliwachawa mitume. Haikutolewa sadaka, alitembea pamoja nao. Ndio huyo ambaye mchana wa leo Mungu ataenda kumwachilia. Kila aminie ataokoka. Kila aminie atapokea uzima wa milele. Sikiliza nikwambie, uking'ang'ania dini ni sawa na kung'ang'ania mwanaume ambaye ni jambazi. Mkikutwa na askari wote ni jela, wote ni jela. Ndio yule aliyeng'ang'ania dini. Yesu akishuka, wewe na hiyo dini yako wote kuzimu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ananiambia kuna watu wanashika dini huko, wanasumbua kanisa la Yesu. Kuna watu wameng'ang'ania dini, tuko nao lakini wameng'ang'ania dini.